Unajua kuna stories za kwamba mwanaume, kauli zinazungumzwa sana. Hamna mwanaume ambaye ana mwanamke mmoja. Mwanaume kucheat ni kitu cha kawaida. Wengine wanasema mwanaume anaweza akacheat na ikawa okay, lakini mwanamke wake akicheat ni tatizo. Yaani issue za cheating kwetu wanawake sio kama tunasema tuko proud, lakini ni kitu ambacho tukifanya inaonekana aisee kafanya kosa kubwa sana duniani halijawahi kutokea. Ila mwanaume akifanya hicho kitu anaonekana kawaida, yani anaonekana si ni jembe. Si ni mwanaume. Kwa hiyo hata wewe sasa hivi hapo ukionekana una girlfriends wawili watatu ni kitu cha kawaida, ila mimi nikitangaza nikasema na boyfriends watatu, yani kila mtu atanitazama, yani mwanamke afai kwenye jamii, anaharibu wenzie, anafanya hivi. Nini kinachowapa hiyo nafasi ya kujiona kwamba wanaume mnastahili kuchiti na mnastahili kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja? Nitataka kutoka option ama opinion kutoka kwako wewe pamoja na director pia, kwa sababu wote ni wa kiume, mimi ndo wa kike hapa. Mimi upande wangu kabisa naweza nikasema kuna utofauti wa mwanaume na mwanamke, na ndio maana mimi mwanaume naweza nikakukosea wewe una uwezekano wa kunisamehe na mambo yakaisha. Umeona? Lakini mimi ukinikosea, ukinicheat ni kitu ambacho siwezi kabisa kukusamehe. Yani ni kitu, ni hobby ambayo tupo nao sisi wanaume. Ndio nataka nijue kwa nini. Kwa sababu wote si ni binadamu. Wewe una moyo na mimi nina moyo. Si ndio? Mimi nimekucheat, unataka kukubaliana na wewe halisia. Lakini wewe umenicheat, unataka mimi nikusamehe still. Yaani nikusamehe na maisha yaendelee na utakachoniambia nikubali. Lakini mimi nimefanya hivyo, nitakapokuja kuelezea wewe hutaki kukubali kile ambacho mimi nitakuelezea hata kama nina sababu ambazo zina potential. Kwa nini inakuwa hivyo? Hapo sasa naweza nikasema kwamba sisi wanaume huwa tuna ule wivu original. Naweza kusema sisi wote wakukopa. Nini na kwenu ni kopi, na ndio maana mwanamke, ndio maana ukiona kuna baadhi ya dini mwanamke anafanyaje, anaweza kaolewa hata watatu, wawili, umeona? Na wale wanawake wakatulia, lakini hauwezi kukuta sehemu mwanamke mmoja kaolewa na wanaume wawili. Hiyo ni kitu amani. Kuna ile nyinyi Mwenyezi Mungu amewaumba, yani kuna kitu amewapa wanawake tofauti na sisi wanaume. Kiukweli sisi hatuwezi kuvumilia. Na moja ya kitu ambacho yani wanaume tunapenda, anza kusema so mimi peke yangu na nikajumlisha na wenzangu, hata mwenzangu hapata sadikisha. Huwa tunapenda mwanamke wa pekee, yani kila mwanamke wa pekee yake, wa pekee yangu naweza kusema, yani mwanamke wa pekee yangu tu. Kwa hiyo hata kama utakuwa nao watano, lakini wewe wako tu, wakwangu tu. Asa wewe si ni ubinafsi. Basi ndio maana wanaume wengi mnatajwa kwa wabinafsi. Kwa sababu ni ubinafsi. Kwa sababu kama wewe ni mwanaume na unatamani hata kama utakuwa na wanawake watano, wote wao ni wako tu. Hiyo inamaanisha nini? Kwamba mwanamke it's okay kuongezewa mwenzie, lakini wewe usiongezewe, kusiwe na cha pembeni. Director, tell me about this. Kwa nini wanaume mnakuaga na ubinafsi? Mimi naweza nikasema sio binafsi. Ni nini? Lakini hii ni logical ya mwanadamu, hasa hususan mwanaume. Sisi wanaume tuna tabia logical. Yani hiyo ni moja, yani haiwezekani kuepukika. Kivipi? Yani hapo ndo nataka tuongee hapo. Alichosema ndugu yangu mzee wa hekima. Sogea hapo kwenye mic. Alichosema ndugu yangu mzee wa hekima. Sitapinga, kwa sababu sisi maamuzi tunayofanya. Tunaweza tukapenda wanawake wanne na upendo wetu ukawa ni ule ule. Kwa wote wanne. Kwa wote wanne. Bwana wewe. Kweli kabisa. Lakini mwanamke hawezi akaplay part kwa wanaume wanne wote. Hivyo hawezi. Kwa hiyo anaweza ukaonyesha tu kabisa udhaifu wake wa mwanamke kuanzia tu hapo. Mfano nikupe scenario. Kuna mwanaume saizi